Dunia kwenye hatari ya kuingia katika moto. Iran versus Israel. Mvutano wa kihistoria unaotishia usalama wa dunia. Na mwandishi maalum, Juni 17, 2025. Sio risasi tena, sasa ni makombora. Sio maneno tena, sasa ni maamuzi ya kufa au kupona. Dunia nzima inatazama kwa pumzi iliyobana, ikijiuliza, je, huu ndio mwanzo wa vita kuu ya tatu ya dunia? Katika kile kinachoelezewa kama tukio la kihistoria lisilo na mfano wa karibu, dunia inashuhudia kilele cha mvutano wa kijeshi kati ya Iran na Israel. Mataifa mawili yenye historia ndefu ya uhasama, lakini safari hii mambo yamefika pabaya. Siku ya Jumatano usiku, saireni za tahadhari zililipuka katikati ya Tel Aviv, mji mkuu wa kiuchumi wa Israel, zikitoa ishara ya uwezekano wa shambulio la makombora kutoka Iran. Vyombo vya habari vya Iran vikaripoti kuwa nchi hiyo inajiandaa kwa shambulio kubwa zaidi ya makombora dhidi ya ardhi ya Israeli. Katika mazingira haya yenye wasiwasi na hofu kubwa, dunia imegeuka kuwa jukwaani la kivita, huku kila taifa kubwa likiwa macho na raia wa kawaida wakiwa waathirika wakubwa wa uamuzi wa viongozi wa juu wa kijeshi na kisiasa. Iran yainua bendera ya kulipiza kisasi. Baada ya Israel kufanya shambulizi ya moja kwa moja dhidi ya vituo muhimu vya Iran, ikiwemo kituo cha televisheni ya taifa, viongozi wa Tehran hawakusita kuashiria kuwa hatua ya kujibu itakuwa ya kiwango cha juu kisicho na mfano. Kwa mujibu wa Al Jazeera, msemaji wa serikali ya Iran alisema kuwa hatuwezi kuvumilia tena. Sasa ni wakati wa kuiambia Israel kuwa damu ya watu wetu haina thamani ya kuchezea. Netanyahu, kumuua kiongozi mkuu wa Iran ni suluhisho. Katika kile kinachoonekana kama maneno yenye uzito mkubwa na hatari ya kidiplomasia, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alinukuliwa na vyombo vya habari akisema kuwa kumuua Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi mkuu wa Iran, hatazua vita zaidi, bali kutaumaliza mzozo huu moja kwa moja. Kauli hiyo imeibua hisia mseto duniani kote, huku wengine wakiiona kama uchochezi na wengine kama tahadhari ya kijeshi ya hali ya juu. Kwa mujibu wa The Guardian, wachambuzi wanasema kauli kama hizo zinaweza kuivuruga kabisa mipaka ya mawasiliano ya amani na kuingiza dunia kwenye janga kubwa zaidi. Trump aingia kati kwa kauli kali, Tehran ikimbiwe. Rais wa zamani wa Marekani, Donald Trump, kwa kawaida yake ya kutumia mitandao ya kijamii kwa kauli za moja kwa moja, alituma ujumbe mkali kwa watu wa Tehran. Wakazi wote wa Tehran, ondokeni mara moja. Iran haitaruhusiwa kuwa na silaha za nyuklia. Hatutakubali. Kauli hiyo imetafsiriwa na wengi kama ishara kuwa Marekani inaweza kuwa tayari kuingilia kati kwa nguvu, ambacho linaongeza hofu ya kuanza kwa vita ya kimataifa. Vifo vyaongezeka kwa kasi kila siku. Ripoti mpya zinaonyesha kuwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Irani yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 220, ambapo takribani 70 kati yao ni wanawake na watoto. Wakati huo huo, mashambulizi ya kulipiza ya Iran dhidi ya Israel yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 20. Kwa mujibu wa Al Jazeera, idadi hiyo inaweza kuongezeka ikiwa mashambulizi yataendelea kwa kiwango kilichoonekana hivi karibuni. Bado janga la vita ya Gaza liibukiwa janga. Pamoja na yote yanayoendelea kati ya Iran na Israel, vita ya muda mrefu ya Israel dhidi ya Gaza bado inaendelea. Takwimu za karibuni kutoka Wizara ya Afya ya Gaza zinaonyesha kuwa watu 55,432 wameuawa na wengine 128,923 kujeruhiwa. Kwa upande mwingine, zaidi ya watu 1,139 waliuawa nchini Israel wakati wa mashambulizi ya Oktoba 7, 2023, na zaidi ya watu 200 walichukuliwa mateka na vikundi vya wanamgambo wa Hamas. Je, dunia inajielekeza kwenye vita kuu ya tatu?
Wakati hali ya Mashariki ya Kati ikizidi kuwa tete, wachambuzi wa kisiasa na kijeshi wanaonya kuwa hatua yoyote isiyo ya busara inaweza kuibua vita kubwa duniani, kwa sababu mataifa yenye nguvu kama Marekani, Urusi, China na Uingereza yanalazimika kuchukua msimamo. Tunapoona lugha kali kutoka kwa viongozi wa Iran, Israel na hata Marekani, tunajua kwamba dunia inacheza na moto, alisema mchambuzi mmoja wa usalama wa kimataifa kupitia CNN. Tazama kwa macho yako, jiunge nasi YouTube kwa updates za moja kwa moja. Kwa wewe unaitaka kufuatilia matukio haya kwa picha halisi, video mpya kila siku, uchambuzi wa kina na taarifa za muda halisi, tunakukaribisha kujiunga na channel yetu ya YouTube. Bonyeza hapa na subscribe sasa ili usipitwe. Baraza ya usubscribe. Ukisubscribe utapata taarifa za moja kwa moja kuhusu halisi ilivyo Mashariki ya Kati, pamoja na uchambuzi wa kisiasa, kijeshi na kimaadili unaoangalia hatma ya dunia katika mzozo huu.